Okay bana, Hazari atuma ujumbe kwa wanachama wa ukoo. Hasa anasema kwamba hivi Devan anahusika na mauaji ya Elias pamoja na Chavusi, na pia ameshajua ni wapi mzigo yao ilipo, mzigo ambayo ina thamani ya dola zaidi ya milioni 200, huku akisisitiza kwamba anahitaji support yao. Kumbe bana, na ule ujumbe ulifikia bwana mkubwa Yavuzi pamoja na bibie Aziza. Aziza akamwambia hivi, huyo Elias pamoja na Chavusi ndio anahusika na kumshambulia mzee Vabu. Lakini Yavuzi alimwambia hivi, Aziza, kwa sasa hivi unahitaji uniamini angalau mara moja, na kingine Devan atawajibika kwa hichi kitendo. Hasa huko bibie bana Aziza hali yake bado ni mbaya kinomano. Hasa akaanza kujilaumu akisema kwamba hivi matatizo yote yametokea kati mama yupo. Bora mama atasingekuja. Sasa bwana mkubwa Jemu yale maneno hakuyapenda kabisa, akamwambia tafadhali nakuomba usiseme hivyo. Hasa bwana mkubwa Yusufu akampigia simu daktari akimwambia kwamba anakuja, yuko njiani, ana mgonjwa. Hasa bibia akamwambia hivi, mama atakuepo sawa, wewe ondoa hofu. Tukienda kwa upande wa pili bana, tunakutana na msiba Uchwara. Huu msiba bana umetokana na bwana mkubwa Hashmit pamoja na Imra. Hashmit na Imra bana walikuwa wakimpa pombe za kutosha Osman Bey. Kuzimia kule kuliziwa taruki, yani familia nzima halisi bwana mkubwa Osman Bey tayari ameshakufa. Sasa Hashmit akaja na anza la kwamba hivi kwa nini wasimzike nyuma ya nyumba. Bibi Melissa akasema jamani, tusifanye kana kwamba hakuna serikali. Bwana mkubwa Osman Bey kumbe alikuwa hajafa. Akainuka anamwambia umepanga kunizika. Kwamba alikuwa anasikia kila kitu. Mungu wangu. Sasa naambiaje, ulaniwe mshenzi niko. Jamani, mimi nimefanya nini jamani? Mjoo tumsaidie. Mimi si bebi huyo marehemu aliyekufa. Mimi siwezi kubeba kabisa huyo marehemu. Kwanza ananuka pombe. Bibi Nekla ndo alikuwa maneno yake. Huko bwana mkubwa Hashmit alikuwa na mind kweli kweli. Kwa nini hajafa huyo mshenzi? Kwa upande wa pili hospitalini bana, Devan bado anamwombea babake asife. Huku Aras alikuwa kwa mbali akiwa anafurahia kwamba Devan anaenda kumwangusha. Sasa bwana mkubwa kaja hapa kujifanya kama ajui bana. Kuliko baba ameshambuliwa. Pole sana ise, pole sana. Haifana na uchungu, kumbe yeye ndo chanzo cha mambo yote. Bibi Aziza naye akafika ambia, Devan kulikoni? Uko sawa? Ambia, kwanza kwa nini umemleta huyo mshenzi? Ambia, Devan pole kwanza. Devan alikuwa kimaindi kinoma noma ya vuza. Akamwambia haya, umefurahi? Ambia, sikiliza mkwe, mimi sihusiki kabisa na huu mchezo. Mimi huyo Vabu naye pia ni mkwe wangu. Lakini sasa bwana mkubwa alikuwa anazuiwa asiseme chochote na Aras. Sasa kwa upande wa pili bana, Misu tunampa taarifa ya kumwambia kwamba hivi mzigo umechukuliwa. Sasa kana hisi kabisa aliyechukua mzigo ni Yavuzi. Lakini Yavuzi kama ameshikiwa bastola asiseme chochote. Tukienda kwa upande wa pili, huyu jamaa ametumwa na Beidi aje amuue mzee Vabu, lakini alishindwa baada ya kumuona mke wa Vabu yuko pale. Sasa hawa yule anagombana kwa sababu gani? Yavuzi anaonekana yeye ndo amechukua huo mzigo, lakini Yavuzi alitishiwa na bwana mkubwa Aras asiseme chochote. Yani anyamaze, mfumbe mdomo wake. Kule bwana Yavuzi akanyamaza akaondoka. Kwa hiyo akaacha hawa wawili wazungumza. Sasa hawa wawili wakizungumza, bibia anatupiwa lawama ya kwamba hivi kwa nini umemleta yule mshenzi hapa? Lakini bibia anamwambia hivi, mimi na Yavuzi tumeshinda nyumbani kwao siku nzima na mama yangu.